why when kunakuwa na ministry, they don't need a fundraise. They just go to the bank and withdraw because they have. Then the people who attend the service there, they are not poor because they are givers. You cannot give and remain poor. Secretary, you cannot give and remain poor. No. You cannot give yourself to God. Ukuje ufanye kazi hapo, ufanye kazi kwa hii compound na remain poor. No. Mungu anaona kuna dakika 4 ulipoteza, kuna 30 minutes ulipoteza ukifanya kazi kwa hii compound. Anasema I will multiply them by 2. Amen. Hallelujah. So the Lord is ready to multiply to you. Number 1, sign of a strong giver. He or she gives willingly and cheerfully. Luteni had said that. He or she anapatiana kwa moyo moja na akiwa na furaha kwa moyo wake na akiwa ameachilia kila kitu. A strong giver is not forced to give. A strong giver is not forced to things. He or she gives willingly. Nikitumia the word he, nataka unielewe. Biblically, Bible, when the word man is mentioned in the Bible, ina represent both. Wale ambao wamesoma, ukiangalia the word man, that's why the Bible include woman somewhere, and God told man. So inasema kwa kila mtu. Lakini hizi Biblia zimekuja juzi ziangalie sana. Kuna moja imekuwa fake. Nasema brothers and sisters, men and women. No. The original Bible called them men or man. Na ikiita na man inasema mwanaume na mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. So a strong giver will give willingly and cheerfully. In 2 Corinthians chapter 9 verse 7, the Bible says, give not reluctantly, but do not give under force. Do not give yourself under force. A good example, we don't force Catherine to come and sweep the compound. We don't force Catherine to come and clean the compound. But yeye anatega wakati wake na anasema I will go this day, I will call the servants of God, then I'll go and keep the compound clean without force. Without force. Hallelujah. I will do this. I will tile the church hall without force. I will come and kumua ndoko without force. Amen. I will give tithe without force. Amen. Mimi kama ni kujitolea, sijui nijitolee mpaka nilalange hapa. And Catherine knows that. Anaweza chelewa pale tumefagia. Hata kama ni usiku. The day tukiamkia matanga, tulikuwa tuna sweep hapa saa 11:20 asubuhi. We were sweeping with the hotel here. Mpaka gate. Why? Servant leadership. Do not be a boss, be a servant. Yes. That's a challenge. Be a servant, not a boss. That's why pia ukichelewa, chai kichelewa ya after service, mimi nitapika chai, Luteni apake mkate bibi na tulete washirika wakule na washibe na tuende nyumbani. Mkichelewa kulima tutalima. You see? So I want you to possess that even to where you are going. Giving is done with joy. People give with joy. We are celebrating giving. We are celebrating giving. Yani tuna celebrate kutoa. Giving with joy. You come ukiwa umefurahi. Unakuja ukiwa umefurahi. Why? Mahali Mungu amekutoa na mahali anakupeleka ni mbali sana. I tell you my friend, you are not dying tomorrow. Yes. You are not dying the day after tomorrow. Yes. You are not dying next year. You shall live. The Bible says in the book of Psalms 118 verse 17. Yes, ama ndio inasema sitakufa bali nitaishi niyasimulie mema ya Mungu. I shall not die. So you will not die. Yes. Kuna watu sijui tulikuwa tunaongea na yeye hapa in the midweek, tukimwambia kuna mapasa wakienda kwa kanisa hawafungui mifuko zao na bidhaa zao, wanakuanga wamefunga wakingojea transfer.
Yani that person is not contented to where he or she is. Anafunga virango, anakaa ngea akiwa tayari kuondoka. I was telling, tulikuwa tunaambia huyo mtu sijui na tukimwambia tunafaa kufika na tufungue mpaka mifuko na tufungue mpaka karai na TV tuweke na tukae ni kama hatutawaienda. Tumiliki that place. Yes. Even you usikae ni kama unakufa kesho. You are not dying. Amen. In fact, for your information, Kitwiko, we are not burying anyone else. Amen. We are not burying, but we are giving to God. We are not associated in burying. But sisi tunachukia mazishi sana. We don't like somewhere kwenda na kuanza kuzika watu. No, ukae uishi. Nimeona huyu mama amejitembeza leo. Hallelujah. Hebu mshtue huyo mama. Amen. Asante. Habari yako? Asikii. Hebu mwambie akuje. Nimemwangalia pale akija, hakuwa ameshikwa mkono. Na nikasema ni vizuri pia tutambue uwepo wa Mungu kwa sababu Amen. Kwa sababu last Sunday nisalimie. Yes. Oh, amen. Last Sunday this mama alisemekana haeziona. Na alikuwa ameshikwa mkono, lakini nimemwangalia tukiimba akiingia, hakuwa ameshikwa mkono. Na pia hiyo last Sunday baada ya ibada alisalimia pale wazee vizuri mpaka tukashangaa mbona ameona. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Pokea uhuru wa Yesu. Receive inside the sky in the name of Jesus Christ. Amen. Sasa ukuje ukiwa mzima kabisa. Na tunatangaza pia another Sunday ukuje ukiwa unasikia. Wacha kuona tu ukiwa unasikia. Yes. Asante. Unaweza rudi pole pole. Peleke tu pole pole. Mrudishe. Na usizoeshe kumshika mkono. Hiyo kiwango amevuka. Hiyo kiwango ametoka. Hiyo kiwango ametoka. Hallelujah. Ona. Just mekaye mwenyewe. Mekaye mwenyewe. The sign, another sign of a strong giver, he or she gives consistently. Yani yeye kutoa ni sehemu yake. Ananga mwaka na ananga mwezi wa kutoa. Every time anaweza amuka na alete. Anaweza amuka na afanye jambo. You know, kuna watu hapa kweli. Wengine hatujawahi waona by the way. Lakini tunasikianga. Na pia tunawasikianga wakitusalimia kwa simu. Huyo ni mtu akona konzana watumishi wa Mungu na kombadi. Sema, nyinyi ndio mlikuja. Okay, tunajuana. Na huyo mtu anafanya kazi. Another person visited us here and he did marvelous. Sitakwambia ni nani. Visited us as we were going to the court. Visited us kidogo. Na akafanya jambo na sitakwambia ni nani. Mpaka tukashangaa Mungu alikuwa amemwandaa ni nini haiko, na akamwambia go and take that one. Amen. May God be glorified. Amen. A strong giver gives consistently. I pray to you today that you will consistently give to God. Amen. Not to man but to God. In the book of 1 Corinthians 16 verse 2, the Bible talks about setting aside regularly. Setting aside. Every month you set your tithe aside. You set 10% aside. You set offering aside. You set what belongs to God aside. The Bible says giving is a lifestyle, not an event. Giving is a lifestyle, not an event. Ukiona mtu anatoa fungu la 10 na ikipita miezi 3 ako comfortable, he or she is not a strong giver. Lakini ukiona mtu alipita mwezi mmoja, ripoti imefungwa lakini bado ametuma, he or she is a strong giver. Mwingine analalia tu hiyo mwezi inapita, lakini mwingine anasema no, I must send it. Hata kama ripoti ilifungwa, itaenda na ya January. Receive it. Hallelujah. Amen. A strong giver. I pray to you that you will be a strong giver. Amen. Hautatoa kama event, utatoa mfululizo, yani kama kwa mpango na kwa kufululiza. When you give, you never lack. When I give, I will never lack. Hallelujah.
when I give and I pray. Na hiyo imekuja nikicheza keyboard. We should visit Kitui level 4. We should visit the prison there. We should visit if there is any children home around. We should visit. Get prepared. We should visit and do something there. Alms giving. Tutakuja kwa hiyo. Do something there. Watu wanatesekea kule, you don't know. You know, sisi tunalala lakini tunalala vizuri, lakini kuna watu hawalali vizuri. We go and give them something. Hata kama ni chakula, they eat, they feed. Then tukirudi hapa tunabarikiwa. A strong giver will give to please God. Another point. He or she gives to please God. Not men. Not men. I will die. But God never dies. God is eternal. You might give me 1,000 or 3,000 or 10,000. Na siku moja nitoke hapa ama nikufe. Lakini hiyo ulinipea kwa Mungu haijasahaulika. Kwa binadamu anaweza sahau, lakini kwa Mungu haijasahaulika. You give to please God. Amen. Kama ni kujitolea mwili wako, unajitolea kwa manufaa ya Mungu. Kwa sababu if you try to please the servants of God, kuna mmoja atakuja hamtaelewana. We are different. Servants of God, we are different. Kuna mmoja atakuja hamtaelewana na utasinzia. But I pray that you may give to please God, because God will not forsake you at any time. Amen. Hata watu wakukatae, hata wakuongelee, God will never forsake you. He'll be there with you. Hallelujah. Amen. In the book of Matthew 6:1-4, pleasing God, pleasing God. Matthew 6:1-4. And I am impressed with wale ambao they are taking notes. It is a teaching, not a preaching. It is a teaching, because you keep on referring. Every now and then referring to those notes. Now uzuri, these notes, they will go even in the social media. You also refer from there. And I will also type them and send to the group. You will also refer them in there. A strong giver gives sacrificially. Another point. He or she gives sacrificially. A strong giver is willing to give even when it costs them. Yani you sacrifice hata kama itakugharimu nini. You sacrifice even if it costs them. Even if it costs you. That's a strong giver. 2 Samuel chapter 24 verse 24. I pray to someone and isomee hiyo. 2 Samuel 24:24. Na Joseli umekaa mbali, nimekuzoea hapa. Sijui. But God is good. Ile ngine utafika mapema. Thank you. 2 Samuel 24:24. Samuel 24:24. Lakini mfalme akamwambia Arauna, la sivyo, lakini ukweli nitavinunua. Lakini mfalme akamwambia Arauna, la sivyo, lakini kweli nitavinunua kwako kwa dhamani yake. Yes. Wala sitamtolea Bwana Mungu wangu sadaka za kuteketezwa nisizozingharamia. Hivyo Daudi akainua hicho kiwanja cha kutumikia na wale ng'ombe wa Serikeli 50 na fedha. Yes, sitatoa dhabihu nisioigharamikia. You want peace? Gharamika kwa Mungu, sio kwa shetani, to God. You want everything to go smoothly? Gharamika to God, not to the devil. A person who worships the devil, akitaka a good car, atagharamika, si ndio? Akitaka a good life, atagharamika, hata kama ni kutoa mtu kama dhabihu atamtoa. Even to us Christians, if I want something good, nitagharamika kwa Mungu.
nitagaramika kwa Mungu, nifanye 1 2 3 to God so that I may gain what I want. That's why kasema ya kwamba sitamtolea Mungu dhabihu isiyonigharimu chochote. Sitamtolea Mungu dhabihu isiyonigharimu chochote. Hata pia mimi sitamtolea Mungu dhabihu isiyonigharimu chochote. I have to undergo that cost. Nigharamike. Na hata kwa business lazima ugharamike to succeed. Si ndio? Even in life. Hapa kila mtu anafanya kazi, na kama una kazi, pokea kazi katika jina la Yesu. Hiyo kazi ambayo uko nayo, si uligharamika? Uligharamika. Unaweza sema huko kugharamika, lakini wakati ulikuwa unatoa photocopies, upeleke hard copies, hiyo si gharama? Ni gharama. Wakati ambapo ulikuwa unapigia mtu unamwambia, sasa hii kitu inatolewa hadi inafanywa, hiyo ni gharama. Wakati ambapo ulikuwa unaosha kanisa, hiyo si gharama, ni gharama. Wakati ambapo ulichukua muda ukakuja kutembelea watumishi, hiyo sio gharama, ni gharama. Yes, that's what I'm talking about. Sitatolea Mungu sadaka isiyonigharimu chochote. There must be something. A strong giver gives to support God's work. Kazi ya Mungu ni nini? Kazi ya Mungu, unatoa to support kazi ya Mungu. Unatoa to support kazi ya Mungu. Nashukuru Mungu kwa sababu nasikia hizo vyombo venye zinatoa vizuri. Yaani mwenye alitengeneza alifanya vizuri. And I pray to God that hata tukiingia kule zitaongezeka. Tutaongeza vyombo hapo, usikie mdundo. Tukienda crusade nasikia kitu inavuta. Jerry, see you can bring us one microphone, si ndio? Mungu akubariki. Naweza tu mimi pia nitoe keyboard, mwingine atoe hii, mwingine atoe hii, tuende crusade tununue mpya. You give to support God's work. God's work. Kazi ya Mungu iendelee. Sio ya Albanas, sio ya Evelyn, sio ya Nicholas and Gladys, sio ya Kwendo and Magdalene. No. The work of God. Siku yenye utakufa, the thing that you'll be dead, watu watasimama waseme vile nilisikia kwa Ben, alitoa fungu la 10 mpaka akazimia. Yaani alifanya kazi mpaka yani akalegea kabisa Mungu. Pia watu watasema fulani huyu anayelala hapa alifanya mpaka mwisho wake. Na alikuwa anafanya na anafanya na anafanya. Alikuwa anafanya na anafanya na anafanya. Matendo yako yatakufuata. Na ninaomba kwa watu ambao wako hapa, let us learn to give ourselves. Wachana na property kwanza, wachana na pesa kwanza, wachana na mali kwanza, lakini wewe kwanza ukuwe willing to the heart first. The heart first must be willing, then inaenda kwa yale mambo mengine. Roho ikipenda pia kila kitu yote inaenda sawa, lakini roho isipopenda hakuna kitu kitaenda sawa sawa. Malachi 3:10 storehouse giving. The Bible says, toa ili kuweko na chakula katika nyumba yangu, asema Bwana wa majeshi. Hili na mimi niongezee yangu, ili wakati Jose atakuja apate chai, ili wakati Margaret atakuja apate nduma, ili wakati ambapo Peter atakuja apate chocolate. Toa ili kiwepo chakula katika nyumba ya Bwana. Haleluya, asema Bwana. Na anasema munijaribu kwa njia hii, muone kama sitawafungulia madirisha na milango ya mbinguni niwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutoshea. God will give you hata ikose nafasi ya kutoshea. A strong giver, I said earlier, inspires others to give. Another point, inspires others to give. Even my husband. Hapa najua kila mtu ako na kitui na kanisa lingine ya nyumbani, si ndio? Ni mbili.
lazima ukuwe na kitui na kule nyumbani, na kama hauna uko na kitui. Between kitui and latiko, ni nani umeinspire ukamwambia tufanye kitu kwa hii kanisa yetu kule nyumbani, tufanye kitu kwa kitui, ama tufanye kitu ama twende tusaidie fulani? Kama hujafanya, anza leo, inspire someone. Si lazima ikue the way you are thinking. Hata unaweza kaa kwa kanisa upate matangazo imetangazwa, then you inspire someone. Unaweza pigia mtu simu, you inspire someone. So learn to inspire someone. In the book of 2 Corinthians 9:2, the zeal stirred others. Strong givers multiply generosity. Strong givers multiply generosity. Wanapalilia ukarimu watoaji wa nguvu. A strong giver will always multiply generosity. I pray to God that through your giving, people will be blessed. You know, through your tithe, your offering, your alms giving, your whatever and your whatever, the Lord will bless someone because of you. Amen. You know, tithe speaks in your life. Tithe. So may the Lord remember your tithes and your offerings. Sio tu zile unatoa hapa Kitui, sio zile tu unatoa ila mahali pengine. Hata kuna zingine zenye ausemi lakini unatoa, zenye ausemi lakini unatoa. Kama kuna kitu ulitoa last December to the church or to the servant of God somewhere, may the Lord remember that. May the Lord remember that you gave. Hata kama ulimsaidia ukamwambia hii pikipiki yako ama hii gari yako nitafanya repair this one. May the Lord remember you. Amen. A strong giver will inspire someone. Learn to inspire someone. I will inspire, and of course I have inspired many. Inspire also many. Sasa tupiganie hiyo. Peter uniambie umeinspire 10. Beatrice aniambie ameambia watu 10. Ule mwingine ameambia 20. Sio lazima wa kanisa, no, don't talk about this. Others outside. Mimi ni inspire another friend from the redeemed, another friend from AIC, another friend from the Reference Church. I inspire that someone to give even to their church. Not necessarily here, even to their church. Bwana Yesu asifiwe. Na hatutakuwa na shida. He or she gives by faith, not by sight. The last point. A strong giver will give by faith, not by sight. That's a strong point. By faith, not by sight. Hebu niwaulize, between kutoa na imani, ni nini ukuja kwanza? Imani. Ndio? Sio kutoa ndio kweli imani. Ni imani ndio utoe. So, they trust God even when resources seem limited. A strong giver, si ati kila siku wako nazo. Kuna wakati zinaenda chini, lakini wakati ambapo ziko limited, he or she trusts in God. So, imani yake iko kwa Mungu. Hata kama mambo yangu ama mwili wangu unalegea, kuna siku nitakuwa mzima, nitafanya kazi. Hallelujah. A strong giver gives by faith, not by sight. Luke 21:1-4. Luke 21:1-4. Windows offering. It talks about the windows offering. Huyu mama hapo na kingine isipokuwa kale kadogo kaliobaki, na akapatia Bwana na ikaongezeka. Kale kadogo ikaongezeka zikawa nyingi. The small you see, hiyo kidogo tunasema ni kidogo, it is not kidogo. Ita multiply, itakuwa mingi. God will multiply it. Hallelujah. Proverbs 3:5-6. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart. With all your heart. Faith guides their giving, not circumstances. So,
when you give, unakuanga na imani ya kwamba whatever I'm giving to God, I'm planting, ninapanda. Kwa hivyo nitavuna. Chochote ambacho utakachotoa hapa ama kule nje ama kwa rafiki ukimsaidia kule nje, utakuwa umepanda. Naomba Mungu uvune mavuno mazuri. Ulitoa pesa ikasaidia mtoto kule nje, ulitoa mali ukasaidia mtu kule nje, ulimsaidia kwa maneno ukamuadvise, na ile advice akaichukua, na baada ya kuichukua ikambadilisha. Mungu akubariki, Mungu akukumbuke, Mungu akuonekanie. Haleluya. We give even advices, not sio pesa tu, sio mali tu, even advice. Someone is going astray, unamwita unamwambia, no my brother, my sister, tukanyage hivi tuende pale. Hiyo, that giving, you'll be blessed, you'll be blessed. Giving is not an event. Sio event. No, giving is not an event. We need God to teach us. Na kwa sababu leo tumejua signs of a strong giver. Hii lesson I drafted it into college. This lesson I drafted it when I was studying last year. Na Mungu kumbe alikuwa anaandaa tuitangaze siku ya leo. Next Sunday but one, or next Sunday, yes, we shall talk about tithing. Sasa tumeanza next Sunday, tithing, the power of tithe. What is tithe? Who should tithe? Where should I tithe? That is the biggest question. Where should I tithe? What are the benefits of tithing? Huh? And who is responsible kukula tithe? Because sio kila mtu responsible kukula tithe. Because hiyo tithe imebeba magonjwa, imebeba kisirani ya mtu, imebeba vitu mingi, na sasa wewe unakula kisirani ya mtu. Sasa hebu sikia hiyo sasa. You are laughing. Yes, it is true. It is true. Mambo kwako imeenda murama, imeenda mbaya senge mnenge, na unakuja na tithe kwa madhabahu, nimetoa tithe. Kwa ile baadhi Peter anakuja na kula hiyo tithe. Sasa Peter amekula kisirani ya Beatrice, amekula kelele za Catherine, si example. Amekula kutokuwa na amani kwa Rachel. So yote amekula. After 1 week Peter anakuja mchungaji na mwambia, mambo yangu imeharibika mchungaji kabisa. Kabisa. Kumbe kuna tithe ya mtu alikula. Now that's the worst thing. Utashangaa. Ngoja tufike kwenye topic. Na mtu anauliza, mbona wachungaji hizi vitu mnakula nyinyi hamkwani nazo kwa nyumba? We know, you know the Lord has anointed us. So the anointing is more than the kisirani. Sasa how comes? Hebu niulize swali. How comes Mungu ndiye anatoa shetani, si ndio? How comes Mungu ashindwe na shetani mwenyewe? Haiwezekani. Si ndio? So God has anointed us. Tunaombea watu wanapona, tunaombea wengine wanafunguliwa, na boma zinapokea amani. How comes tukikula hiyo tithe kwetu kusikue na amani? God anointed us. Na akasema take it to the priest. The priest is anointed. So kwake hakutakuwa na mashida. Wanabaidha kisirani, wanabaidha mauau. Hiyo should be strong. Lakini hebu jaribu wewe. Utakuja na usiku. Utuambie kwa luteni kimeumana, hii tumbo yangu kutoka. Hii tumbo ni kama iko na grow, ni kama iko na grow. Yeah. Sisemi wale ambao tumbo ziko na grow ulikula sadaka. No. Lakini there must be consequences. Wakati ambapo tulikuwa tunaondoa tukiwa tumepiga magoti. That's the anointing now. So tutajua zaidi what comes after doing that and that. May the Lord bless us all. Tusimame tuombe, tusimame.